wakati ambao tuko katika kazi ya Mungu, hatutakosa watu ambao wanaitwa Judas Iscariot. Lakini kwa sababu sasa tutakuwa instead ya kujita Judas Iscariot, unajiita Wangui kama yule wengine. Yusina, hatutakosa watu aina hiyo wakasaliti Yesu mwana wa Mungu ambaye alikuja kuokoa na kupeleka watu mbinguni. Akamsaliti. Wewe ni nani ukose kusaliti katika ulimwengu? Ikiwa Yesu aliponya watu, ikiwa Yesu alikuta mtu ambaye haoni na akaona, akakuta watu ambao hawana chakula akawapatia chakula, na wewe maybe hujaifanya kitu kama hicho, na akapata mtu ambaye atamsaliti, na wewe itakuwa namna gani? Siku moja mtu mmoja aliambiwa aombe. Unakumbuka? Kwa amejitayarisha. Wakitaka alituokosa wipo na tukaendelea vizuri sana. Sasa akaambiwa sasa okosa wipo. Sasa kwa maombi na akainuka. Hiyo sababu kujua kuanza ni wapi na katikati itakuwa wapi na kumalizia. Aliambia watu kwamba tufungeni macho tuombe. Watu wakafunga macho maombe. Watu wakaka wanagoja maombi. Wakasema kwani maombi ilikuwa na hata saa ngapi? Wakakuta hata yule alikuwa naomba hayuko. Ya dire. Akaenda akiendaga. In a world full of uncertainty, there is one thing that remains constant: the love of God. At AIC Jirani, we are a community of believers passionate in sharing that love with the world. From our vibrant worship services to our community outreach programs, we are committed in making a difference in the lives of those around us. AIC Jirani, where love is the language and everyone is welcome. Many years ago, mimi kama mtu ambaye anapenda neno la Mungu, nifundisha kitabu cha Nehemia yote. Na mimi nakumbukaga nikifundisha mambo ya kitabu hiki cha Nehemia series, kwa sababu nimeona kama hizi vitabu mingi zote katika Biblia nimezipitia kwa series kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sasa niko kitabu cha Nehemia na sitawapeleka kwa sababu bado mimi ni mgeni. Bado mimi kama yule ambaye anaambiwa kuku hakosi, kuku mgeni hakosi nini? Kamba mguuni. Tutajua tu kuku ni mgeni, sasa kamba lazima ifanye nini? Kako mguuni. Kwa hivyo tutapeleka kwa series for today, but allow me niingie katika kitabu cha Nehemia kama watumishi wale wengine aliishi na akaishi, na nataka niwarudishe nyuma, sababu takaa tu kitabu hiki cha Nehemia mlango huo wa 4 sana, lakini nitawaambia historia kidogo ya Nehemia na wana wa Israeli. Sasa wana wa Israeli walifanya hivi. Wakati wa mfalme, sitawaambia jina lake, wakawa wanafanya machukizo mbele za Mungu. Na Mungu akaona hapendezwi na yale ambayo wana wa Israeli wanafanya. Unajua Mungu alifanya nini? Akasema kwamba sasa nyinyi kwa sababu ya kufanya yaliyo machukizo, siku moja nyinyi mtaondoka katika nchi yenu ya Israeli na nyinyi mtaenda Babeloni. Huko ndio mtaenda kukaa. Na nitawatawanya kwa mataifa yote. Hamtakaa mkiwa vile mlivyokuwa. Mungu akiwa amekasirika. Wao hawakuona kama Mungu ako serious. Hawakuona kama Mungu anaweza kuwa serious. Waliona kama Mungu ni wa kuchezewa. Ikafika wakati Mungu akaamua na akapatia nchi zile ambazo ziko na nguvu. Akachukua wana wa Israeli wote wakapelekwa Babylon. Wakakaa huko. Hii wote kuna wale ambao wanaitwa remnants. Wale ambao ni were left behind, ambao waliachwa. Sasa wakiwa huko Babylon walikaa miaka mingi. Ile ambao sasa
sina nafasi ya kuendelea kutaja miaka na miaka. Sasa wakiwa huko Babylon, wakiwa wanateseka na maisha yao ikaendelea vizuri. Wakiwa huko kuna wale ambao walibahatika wakaoana wakaendelesha maisha yao. Wengine wakaanza ukulima wakaendelea na maisha yao. Wengine wakaanza mambo yale mengine. Lakini sasa wakiendelea hivi, Nehemia akakumbuka kule ambako walikuwa wanatoka, walikuwa wametoka kunaitwa Israeli, Yuda. Akaanza kufikiri, na by the way wakati ambapo tunasema Israeli na Yuda ni the same thing. Kwa hivyo nikisema Yuda au Israeli ni kitu kimoja. Akauliza, na wale wana wa Israeli tuliwaacha huko, na mambo ya Israeli iko namna gani? Sasa akasema kwamba wacha mimi niulize. Sasa huko kunaendelea namna gani? Ukisoma chapter 1, I think verses what? Yeah, verses those verses hizo za kwanza, utaona vile alivyojibiwa. Alijibiwa namna gani? Sababu aliuliza hivi. I think verses 1 anasema hivi na wasomea, kwa mwezi wa Kislia katika mwaka wa 20, wakati nilikuwa ngomeni katika jumba la kifalme ya Shushemi, Hanani mmoja wa ndugu zangu alikuja kutoka Yuda, akiwa na ndugu zangu alikuwa kutoka Yuda. Hanani mmoja wa ndugu zangu alikuja kutoka Yuda akiwa na watu wengine. Sasa wakiwa sasa wako Babylon. Sasa kuna watu ambao akina Hanani na ndugu zake wote wakaenda Babylon, wakakutana na Nehemia. Unaona hivi, wakakutana na Nehemia. Walipokutana na Nehemia, neno la Mungu nasema hivi, nami nikawauliza kuhusu mabaki ya Wayahudi walionusurika kwenda uhamishoni, pia na pia kuhusu Yerusalemu. Yerusalemu na Yuda yote ni kitu kimoja, na Israeli ni kitu kimoja. So kwa sababu Israeli ni mji na Yuda ni mji, lakini yote tukaita Israeli. Basi sasa akawauliza wale ambao sasa wakwenda uhamishoni, sasa mambo iko namna gani? Sasa huko mmetoka, because sasa hao walikuwa wamekuja kutembea tu peke yake. Anauliza sasa mambo iko namna gani? Aliambiwa mambo iko namna gani? Akaambiwa hivi, I think ni mstari wa 3. Aliambiwa hivi. Akaambiwa hivi, wakaniambia wale walionusurika kwenda uhamishoni, wale ambao walirudi kwenye lile jimbo wakati wako katika taabu kubwa na aibu. Akaambiwa kwamba sasa wale ambao sasa wako huko Yuda na Israeli na Yerusalemu, what it means, wako na taabu mingi sana, na hata aibu ile ambayo imejaa huko Israeli ni mingi sana. Nehemia, unasikia ile mambo ameambiwa? Aambiwa huko si kuzuri. Si kuzuri ambao watu wanaweza kufikiria wanaweza kurudi huko wakae. Life there is difficult. Life there is not good. Ni taabu tu na kuteseka na what have you. Akaambiwa, akasema nini? Akaambiwa na shida iko namna gani? Akaambiwa kwamba wale ambao walirudi kwenye lile jimbo wako katika taabu kubwa na aibu. Ukuta wa Yerusalemu umebomoka na milango yake yamechomwa moto. And I tell you this. Akaambiwa sasa aibu na taabu. Kuta za Yerusalemu zote zimebomoka. What about milango nayo? Imechomwa moto, hakuna milango. There was spiritual significance of ya kuta za Yerusalemu. Kuta za Yerusalemu zilikuwa uwepo wa Mungu, the presence of God. The presence of God ni kusema nini? Wana wa Israeli wakiomba waliangalia kuta za Yerusalemu, na kuta za Yerusalemu zikiwa zimesimama, uwepo wa Mungu ulikuwa unaonekana, na ukuu wa Mungu ulikuwa unaonekana, na uwezo wa Mungu ulikuwa unaonekana. Sasa kuta za Yerusalemu nguka, na hata milango ya Yerusalemu mahali ambako mkuu alikuwa anatoka anasimama, anasema kwamba Mungu amesema, Mungu anataka,
Sasa hata hiyo milango hakuna. Anaitari watu wa Mungu. Sasa Nehemia akasikia kwamba nini sasa hii iko hapo? Imagine Mungu ambaye anasifiwa haizi akaonekana katika Yerusalemu, katika Yuda, katika Israeli. Na mimi hapa niko Peperon na bado nakaa. What will I do now? Mimi nifanye nini? The response ya Nehemia iko I think mstari ambao unafuata. Maybe unaweza kutafuta hapo. Nasema hivi, na nini mstari wa 4? Akasema nini? Response ambayo alikuwa nayo ni hii. When I heard about these things, I sat down and wept. Akasema kwamba wakati nilipoona hayo mambo, akakaa chini, akaanza kulilia kuta za Yerusalemu, akalilia milango ya Yerusalemu, akalilia wakaaji kwa sababu ya tabu na aibu, na akajua kwamba sasa ikiwa hivyo Mungu wetu hawezi akaonekana, na Mungu wetu ambaye anabariki hata tukuzwa katika nchi ya Israeli. Akaanza kulia, akaanza, you see now, akaketi chini, akaanza kulilia mji wa Yerusalemu. Unajua, unaweza kuketi hapa tuseme ya kwamba kwani tujisubue na kuhubiriwa mambo ya wana wa Israeli na sisi si wana wa Israeli? Kwani tuanze hata kuhubiriwa na sisi si wana wa Yuda na Yerusalemu? And I tell you today, as I stand before you, this ndio wana wa Israeli ambao wanataka kulilia mji wa Israeli. Are we together, watu wa Mungu? This ndio unastahili kujiuliza. Na sasa wakati ambapo kanisa limeharibika, my response ni nini? Wakati shida iko kwa kanisa, mimi nafikiria nini kuhusu kanisa la Mungu? Wana wa Israeli, Nehemia akafanya jambo lingine. Toka hiyo mstari ambao sijamaliza, unasema nini? Akasema kwamba, you see now, some days I mourned and fasted and prayed before God of heaven, and he said, and then he said, niliposikia mambo hayo, niliketi nikalia kwa siku kadhaa, si siku moja. Akilia kwa sababu si ya shamba yake, si kwa sababu ya mke wake, si kwa sababu ya watoto wake, lakini kuona ate vile Mungu amepata aibu, vile Mungu aise akatukuzwa wakati kuta za Yerusalemu zimeanguka na milango imechomwa moto. Halili kwa sababu ya mambo yake, ya utajiri yake na masomo yake, na boma yake na watu wake. Sasa analia kwa sababu ya kuona vile Mungu haonekani katika nchi ya Israeli. Look at this, kitu kingine alifanya. Biblia inasema kwamba he fasted, hakukula. Neno la Mungu linasema nini? Anasema niliomboleza kwa na kufunga na kuomba mbele za Mungu. Look at that. Akaomboleza, akafunga, hakuwa na kula na kukunywa kwa sababu ya kuangalia vile uwepo wa Mungu unaweza kurudia watu wa Mungu. Look at this now. Akaomba maombi gani? Maombi ambayo inaja mahali pale ambao, look at maombi ambayo aliomba. Ukiangalia verses, I think verses what? Verses, I think verses 6. Utaona ya kwamba alianza maombi. Not only maombi yake ilikuwa namna gani ambao aliomba. Maombi yake ilikuwa na mambo kama haya. Number 1. Maombi ya Nehemia ilikuwa hivi. Akaomba na akaanza na kuomba msamaha. Are we together, watu wa Mungu? Naona kama hiyo umejeshika. Alianza na maombi akiomba ate Mungu nisamehe. I wish I have time. Bwana Mungu wa mbinguni, mkuu na mwenye kuogofya, ambaye alishika agano lake la upendo na wale wampendao na kutii amri zake. Look at this. Ameanza na kusema kuangalia ukuu wa Mungu. Maombi hayo ameanza kuangalia ukuu wa Mungu. Ya kwamba ati Mungu wetu ni mkuu. Despite, akaanza kuambia Mungu, nitoe gai witu munene na mwihoke. Mungu wetu uko na nguvu, uko na uwezo. Akaenda jambo lingine, jambo la pili katika maombi yake, akasema kwamba Mungu unisamehe. Na hiyo maombi yake ilienda. Maombi yake
Kwa sababu ilienda namna gani? Naona kama mtashika hiyo haraka haraka. Mambo yake ilienda sana, kwa sababu mstari wa 6 akasema kwamba tega masikio yako na ufungue macho yako, kwa sababu Mungu wetu anasikiaga, anaonaga, ili usikie maombi ya mtumishi wako anayeomba mbele yako usiku na mchana kwa ajili ya watumishi wako. Watu wa Israeli, ni umeungama dhambi zetu sisi, umeungama dhambi zao yeye na wana wa Israeli. Ninaona watu wamenana. Okay, twende. Nasema hivi, unaungama dhambi zetu sisi wana wa Israeli pamoja na zangu mimi na za nyumba ya baba yangu alizozitenda dhidi yake. Tumetenda uovu sana mbele zako, hatukutii maagizo na sheria uliompa Mose mtumishi wako. Can I tell you now? Maombi, akaanza kutubu dhambi za wana wa Israeli zake na mababa zake, ya kwamba Mungu utusamehe, uturehemu, kwa sababu hatuwezi tukaendelea kukaa wakati uwepo wa Mungu hauko pamoja na wana wa Israeli. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa hata kwa kanisa bado yeye ametosheka wakati uwepo wa Mungu hauonekani, bado wakati nguvu za Mungu hazionekani. Nehemia hangeketi chini, alienda katika hali ya maombi akikumbuka nguvu na uwezo wake Mwenyezi Mungu. Look at that. I think verses 8 katika maombi hayo. Look at now, remember, Biblia inasema kwamba kumbuka agizo ulizompa Moses mtumishi wako, ukisema kama mkikosa uaminifu tawatawanya miongoni mwa mataifa. Lakini mstari wa 9 anasema hivi, lakini nitawarudia na kwa kutii amri zangu. Ndipo hata kama watu wenu walio uhamishoni wako mbali sana katika mlisho wa dunia, nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta pamoja hapo nilipowachagulia. Nataka nisimamie hapo. Akasema hivi, yusi nao katika maombi hayo, maombi ambayo aliomba, akasimama na ukuu wa Mungu, lakini at the same time akaomba msamaha. At the same time akasimama and the promises of God, standing on the promises of God my Savior. Look at this. Akasimama na ahadi za Mungu. Akasema, si wewe Mungu ndio ulisema, na ukasema kabisa ya kwamba wana wa Israeli wataenda, lakini kwa sababu ya ukuu wako siku moja utawakusanya baada ya kutii amri za Mungu na kuwarudisha katika mji wao. Akasimama na yale of the promises of God. Can I tell you this, watu wa Mungu? Mimi nataka niwaambie hivi kwa haraka sana. Niwaambie kwamba baada ya mambo hayo, can I tell you, wakaanza kazi, wakarudi huko na kazi ikaanza. Nimeruka mahali fulani, kazi ikaanza. Can I tell you, look at the organizations. Angalia vile Nehemia, angalia utenda wa kazi chapter 2 vile ilifanyika. Mpaka makuhani, even the Levites, all of them, they were involved kwa kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ikaanza. Can I tell you, watu wa Mungu, hata wakati ambapo tunapoomba ni lazima tufike mahali tuulize, are we ready to serve God? Sisi tuko tayari kumtumikia Mungu, kwa sababu ni Mungu tunamtumikia, na ni Mungu ametuambia tumtumikie. As I stand before you, I want to propose a readiness to serve God, ya kwamba tuwe na nafasi ya kumtumikia Mungu. Yona sasa ukiangalia chapter 3 utaona ya kwamba sasa ujenzi, mambo ya ujenzi wa ukuta vile uliendelea chapter 2 and chapter 3. But you look at this in chapter 4. Nataka uone ya kwamba chapter 4, na nataka nikukumbushe mambo kadha wa kadha ili niingie chapter 4. Unaona kwamba chapter 4 ndio sasa niko, kwa sababu singetaka niwakaishe sana. Sasa ujenzi umeanza. You know, because wakati ambapo kazi ya Mungu, readiness to serve God. Sasa kazi ya Mungu imeanza,
Nehemia watengeneza wote, na kazi sasa imeanza. Sasa wako katika mji wa Yerusalemu, kazi sasa ianze. You know, kazi kaanza na watu wakiwa wamejitolea. Sasa wakasema sasa hii kazi sasa ni kazi tuifanye. Wacha kupatikane the guys, watu ambao hawakosagi katika makanisa, hawakosagi, lakini kwa AIC wanaweza kukosa, lakini kwa other churches perhaps wako huko wanagojeaga watu ambao watakayesema tunataka kumtumikia Mungu. Sasa wanakuja wakijua kwamba sasa umesema kwamba I have decided, you know, I know this whole song, I have decided to follow Jesus. Wakati unasema kwamba wewe umedecide kufollow Christ, sasa ndio wanakujaga. Lakini wakati ambapo unakaa kwa kiti and you are doing nothing, hawawezi. Mtumishi mmoja wa kanisa moja ambao anahudumia alikuwa ananikumbusha, akaniambia kwamba at kazi ya Mungu si rahisi. Can I tell you, watu wa Mungu, utakapokuwa ukimtumikia Mungu, kazi ya Mungu sio rahisi. Can I tell you, ukiangalia even in the Bible utaona ya kwamba there is, hata in the Bible even kuna watu ambao walikuwa wanaitwa kama Judas, ambao walibetray Jesus Christ. Hata wakati ambao watuka katika kazi ya Mungu, hatutakosa watu ambao wanaitwa Judas Iscariot. Lakini kwa sababu sasa hatutakuwa, instead ya kujiita Judas Iscariot, unajiita Wagoi kama yule wengine. You see now, hatutakosa watu wa aina hiyo. Wakasaliti Yesu mwana wa Mungu ambaye alikuja kuokoa na kupeleka watu mbinguni, wakamsaliti. Wewe ni nani ukose msaliti katika ulimwengu huu? Ikiwa Yesu aliponya watu, ikiwa Yesu alikuta mtu ambaye haoni na akaona, akakuta watu ambao hawana chakula akawapatia chakula, na wewe maybe hujaifanya kitu kama hicho, na akapata mtu ambaye atamsaliti, na wewe itakuwa namna gani? Anaitari watu wa Mungu, nikiwa mchungaji, have been betrayed many times. Many times. Hata siku hizi hata sionagi kama ni kitu. Mimi naona kama ni kuendelea tu, tunaendelea na maisha. Kwa sababu wakati ambapo nimemwaga moyo wangu kwa mtu, ningefikiria tunaenda mbinguni na yeye. Bupe hakuwa anaenda mbinguni ambao mimi najua. Yeye alikuwa anaenda ingine, na mimi nilikuwa naenda ile ya mbinguni. Unaona sasa? Kupe mambo yako haikuwa hiyo. Nataka niwaambie hivi, in the Bible utakuta kwamba not only the betrayers, kuna watu ambao tunaita persecutor. Paul alikuwa one of the persecutor. Alienda kuwasaliti watu ambao walikuwa wanahubiri neno la Mungu. Na sivyo tu, mtu kama akinapita na wengine walikufa kwa sababu ya kuhubiri injili. Even kuna watu ambao wako kwa makanisa, they want to kill even your vision. Wanataka kukuua hata maono yako wakati ambao unataka kumhudumia Mungu. Watu wa Mungu, I proposing to you ya kwamba sisi watu wa Mungu lazima tuwe tayari kumhudumia Mungu. Unajua kuna watu wengine hawajaijua hapo kwa serious business. Kwa makanisa hajajua ya kwamba hii ni serious business. Ni watu ambao wanaenda mbinguni wakipigana na shetani. Kwa sababu shetani hawezi akakoma, anapigana na sisi usiku na mchana, right, left and center. Hawezi akanyamaza, shetani anapigana na sisi. Sasa ukatokezea mstari huo wa 4, mlango huu wa 4 mstari wa kwanza hadi I think wa 4, inasema nini hivi? Inasema hivi: Sanbalati aliposikia kwamba kulikuwa tunajenga ukuta upya, alikasirika na akawa na uchungu sana. Can I tell you, watu wa Mungu, the moment you have decided to serve God, kuna watu ambao watainuka, kuna roho zitainuka za kukasirika kwa sababu ya matendo yako ya kazi ya Mungu. Imagine kuna roho zitainuka kwa kanisa. Sasa ziinuke si kwa sababu ya furaha, si kwa sababu ya kusherehekea kipawa chako, si kwa sababu ya kutokezea, sisherehekee ile kazi ya Mungu unafanya, lakini ni kuja na kukasirika. Imagine mtu anakasirika kwa sababu kazi ya Mungu inafanywa. Sijui kama ushajua hivyo. Watu wa Mungu, niwaambie hivi,
Ni lazima uwe tayari kumtumikia Mungu, kwa sababu kuna watu ambao hawafurahii ile kazi unafanya, na shetani anaweza kuwatumia ili kuja kuua hiyo kipawa ambacho uko nacho. Sijui kama unajua shetani alikuja kwa kazi gani. Shetani alikuja kuua, alikuja kuiba, kuharibu na kuua. Ikiwa hajaimba mawazo yako, atakuja kuharibu mawazo yako. Atakuja kukuua wewe na maono yako ambao uko nayo kwa kanisa. Watu wa Mungu, neno la Mungu linasema ya kwamba Luka this hao watu, Luka this mistari hii ambayo inafuata, aliwa dhihaki Wayahudi mbele ya rafiki zake la jeshi ya Samaria, akisema hawa Wayahudi ni wanyonge, wanafanya nini? Inakenea unasoma kwa wakati wako. Jambo lingine, unaona kwamba wakati ambapo umeinuka unataka kumhudumia Mungu, sasa watu roho zinainuka za kukasirika. Naona tamuta ni muame nyoguo. Naona kama mnataka kuniambia hamjaiona hivyo. Kama analeta kitu kigeni sana. Kuna roho zikuwa zinainuka, zinakasirika kwa sababu ya huduma yako. Kuna siku moja nisema kwamba wacha iwe iwaro, wacha nisimame na mradi fulani, na Mungu akawa ananitumia kwa njia ya kipekee. Can I tell you, nikasimama na mradi wa Sunday school classes kiume, nikasimama kiume kuendelesha hiyo mlango, kwa sababu hakuna watu walikuwa wanakataa kwenda kwa hiyo njia. Can I tell you, watu walisema, unajua Nguri anafanya hivi kwa sababu yeye ni tajiri, kazi yake ni kujionyesha vile yako na pesa mingi. Can I tell you, watu wa Mungu, kuna roho huwa zinainuka, zinakasirika kwa sababu ya kutaka kumfanyia Mungu kazi. Jambo lingine la pili, kuna roho ambazo ni za dharau. Semeni dharau. Ameanzisha kwaya, itaaguka. Hii ni kitu gani? Iko na wamama 9. Niangalia na wamama 9. Angalia, hawa ni wamama wazee. Lakini haoni akina Charity wako na wengine. Ni wamama wazee wako huko. Itaaguka, hakuna mahali iko. Angalia mpaka tutoto sijui tunafanya nini hapo mbele. Dharau, dharau, dharau. Hizo roho huwa zinainuka za madharau katika makanisa. Lakini wale ambao wana shida ni wale kama Nehemia, kwa sababu hakuangalia madharau ya watu, hakuangalia kukasirika kwa watu, akaendelea na kazi ya Mungu. Watu wa Mungu, jambo lingine la tatu. Do you know in verses, I think verses what? Tobia wa Amoni aliyekuwa upande wake akasema, wanachokijenga hata kama bweha angepanda juu yake, huo ukuta wao wa mawe ulio poromoka. Atina maundu maria mareko guko na mawira mawa na matire kitu kireko wao. Hakuna kitu inafanyika. Nothing is happening. Hakuna kitu inafanyika hapa. No, ndamwiraga. Mimi nilikuwa nawaambia hii hakuna kitu anafanya hapa. Hivi jengo itabomoka, ipomoke ishe. Anahitaji watu wa Mungu. Kuna watu ambao ukitaka vizuri ni ujuage ya kwamba kuna watu ambao watakudharau na wadharau mpaka ile kazi unafanya. Hata ile ambao unafanya. Let me tell you, watu wa Mungu, niko ulimwengu huu kwa miaka na miaka na nikiwa mchungaji. Lakini nataka niwaambie hivi, kile nimeona inaweza kusaidia watu ni kujua kwamba kutakuwa na kukasirika, kutakuwa na dharau kwako wewe, na kutakuwa na dharau hata ile kazi unafanya. Lakini wale ambao wanasimama imara ni wale ambao wanakaa kama Nehemia. Nehemia, you know, let me tell you, Nehemia verses, I think verses now 2 kuendelea mpaka hapo mwisho, na nataka kukuletea mambo haraka haraka. Nikwambie hivi, ukiangalia verses 2 and 12 inasema nini? Nasema hivi, nataka uone ya kwamba hawa watu mambo yote ilifanyika, lakini nataka niwaambie hivi, baka mstari, angalia mstari mwingine ambao sasa another problem. Unaona ya kwamba verses, I think there is also another problem
ambayo ilifanyika hapo kabla sijawapatia mambo ambayo utaenda nayo nyumbani. Verse 10. Wakasema kwamba mpaka watu wamechoka. Wamefanya kazi na bado wanaona ya kwamba mzigo ni mkubwa, budget ya kanisa ni kubwa. Yaani mambo imekuwa makubwa, tunaitishwa hii, tunaambiwa mambo ya fundraising imekuwa kubwa sana. Hatujui tufanye nini sasa. Angalia verse 10. Do you know? Inasema, meanwhile, the people of Judah said, the strength of the laborers. Yaani wakati ule ule, watu wa Yuda wakasema, nguvu ya wafanyakazi zimepungua. Even when, wakati ambapo hata nguvu zimepungua, kwa sababu si kila wakati nguvu zitakuwepo. Let me tell you watu wa Mungu, wakati unataka kufanya kazi ya Mungu, unaweza kukuta kwamba mpaka watu wamechoka. Unaambia hii, wanakuangalia na macho. Unaambia twende hii, wanakuangalia na macho. Unakwambia lingine, wanakuangalia na macho yao. And I tell you, even despite that, Nehemiah akafanya mambo ambayo iko chapter 3 and verses 4. Look at that. News now in verses 3 and verses 12. Nataka sijui kama nitaipata kwa haraka haraka. Anasema hivi. Kisha Wayahudi ambao waliishi karibu nao walikuja zaidi ya mara 10 na kutubia. Walikuja zaidi ya mara 10 na kutubia. Popote mtakapopelekwa watawashambulia. Look at that. Lakini verses ambayo inafuata all the way to verses what ya mwisho, verse 14. Nasema nini? Nasema hivi. Verses 14 nasema hivi, na ndio nataka kusomea kwa haraka haraka. Nasema hivi. Baada ya kuona hali ilivyo, nikasimama na kuambia wakuu wa maafisa na wengine wote, msiogope, mkumbuke Bwana ambaye ni mkuu mwenye kuogofya. Piganeni kwa ajili ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu. Watu wa Mungu, let me tell you. Can I tell you, watu wa Mungu, wakati ambapo you are ready to serve God, semeni be strong. Be strong. Can I tell you, watu wa Mungu, Nehemiah akawaambia ikawaje kuna shida, kuna watu hapa, kuna roho zimeinuka, simameni na Mungu wenu na mkumbuke Mungu wenu ako na nguvu na uwezo wa kuwapigania watu wa Mungu. Number 2. Can I tell you, watu wa Mungu, kila unapofikiria juu ya Mungu, ni lazima ya kwamba uwe strong, kwa sababu kazi ya Mungu si rahisi. Haitafanywa na watu ambao they are not strong. Si watu ambao wakutishatishwa, si watu wa kusikia masauti ya watu, ni watu ambao wanataka kuwa very strong. Number 2. Look at verses 4 and 9. Nasema hivi. The Bible says, nasema Mungu wetu tusikie, kwa kuwa tumedharauliwa. Look at this. Atia kwamba look at this. Akasema kwamba Nehemia akasema hivi, naona kama hamuoni hiyo. Akaangalia akasema kwamba Mungu utusikie, kwa sababu sisi tunadharauliwa. Tunaonwa sisi si kitu, hatuwezi tukafaulu. Mungu wetu utusikie. Wakati ambapo shida inapokuja, watu wa Mungu tunaambiwa kwamba be strong na tuombe. Watu wa Mungu, na tuombe. Be prayerful. Can I tell you, watu wa Mungu, imagine. Unajua watu, wakati mwingine, wakati kumekuwa na shida, wakati unatusiwa kwa kanisa, wakati unasigiziwa mambo maovu na mambo mabaya, unaona watu wengine wanafanyaga nini? Wakati kuko na betrayers and persecutors, you run away from the church. You go to another church. Unakimbilia kwa hiyo kanisa lingine iko hapo. Unafikiri unaenda kukutana na malaika. Unafikiri maybe unaenda kukutana na watu wazuri. Hebu niwaambie watu wa Mungu, mahali ambako ni pazuri ni miguuni mwake Mwenyezi Mungu. Hakuna mahali kwingine. Niwaambie watu wa Mungu, sasa Nehemia hata kukiwa na shida, yeye akikawa akisimama imara. Na jambo lingine, akaenda akaturn kwa maombi, si kukimbia, si kutusi, si kudharau wengine. Unajua kuna watu wengine wanasemaga kwamba ndageni maoguanie demokireria.
ati hawezi akanitukana hivi, mimi hawezi akanitukana hivi, mimi nimvumilie. Mimi nitaweka Yesu hapo chini. Na anasema ati wataweka Yesu chini, apambane na watu wengine. Alafu akimaliza kupambana na hao wengine, anakuja anachukua Yesu. Warenda, hakuna Yesu aina hiyo. Huyo ni Yesu wa wengine. Yesu anakaa katika mioyo yetu, anakaa na atadumu katika maisha yetu. Unasikia watu wengine si nao? Watu wengine kwa sababu ya kufanywa hao wengine wanasema kwamba hata sadaka hatutatoa. Watajua ni sisi. Hiyo kanisa tutaipromosha. Tutaiagusha. Watajua sisi hata hiyo pesa hatutatoa. Nehemia hakusema hivyo. Nehemia unajua alisema nini? Alisema alifanya hivi. Akawa strong. Ana maiga. Najua kuna mtu mwingine kwa kanisa moja alikuwa naambiwa alikuwa amechelewa kuingia kwa kwaya. Ati kwa kwaya, you see now, alikuwa amechelewa kuingia kwa kwaya. Alafu ati viongozi wa kwaya wakamwambia hutaingia kwa kwaya. Unajua alisema ya kwamba kwaya ya amuru ni kume. Akasema mimi kwaya ndafanya nini? Taingia. Na akaingia kwa kwaya, akaenda na kwaya. Hatishwi na yale watu wanasema. Kwa nini watu wa Mungu? Kwa sababu mtu wa Mungu lazima awe amesimama imara na amemgeukia Mungu. Mtu tikoro hata usigeukie yule ambaye ako karibu na wewe. Unajua kuna watu wengine wanageukia wale ambao wako karibu na wao. Na wanageukia ile shida iko. Hebu niwaambie watu wa Mungu, wale ambao watafaulu katika kuhubiri injili na kukaa katika injili, usimama imara kumgeukia Mungu katika maombi. Todo mahoya na mamagito matokairo igairia gai. Hebu niwaambie watu wa Mungu, jambo lingine la tatu. Hebu niwaambie ya kwamba verses verses 6 and I think verse 21. Sijui kama niko mahali hapo, anasema hivi. Look at this verse 6. Anasema basi tuliujenga upya ukuta mpya. Upya ukuta mpaka ukafikia nusu ya kimo chake, kwa kuwa watu walifanya kazi kwa moyo wote. Ana imagine watu wa Mungu namba 3. Unajua vile ilifanyika? Wakati ambapo sasa mambo imechemuka. Wanasema mambo imechemuka. Unaambiwa kwamba unaambiwa kazi unafanya ni ya bure. Haiwezekani. Unajua vile walifanya? Walifanya hivi, wakaanza kufanya kazi, wale wakifikiria kazi itafika mwisho na hakuna kazi itaendelea. Na kazi itakuwa duni na itakuwa kazi nzuri, itakuwa namna gani? Wana wa Yuda pamoja na Nehemia wakafanya kazi wholeheartedly. Wakafanya kazi kwa moyo wote. Naona ruwa doa kayo guthiaga. Unajua ukitaka kanisa, ukitaka watu hawa wale ambao uwaibishe, wale ambao watu waibishe, watu ambao walikuwa wanakuchekelea, ni ufanye kazi ya Mungu kwa moyo wote. Umeshika hiyo watu wa Mungu? Imagine watu wanakudharau. Unajua mimi kuna wakati mmoja mimi nilikuwa najidharau sana. Kuna vitu bili nilikuwa nafanya nijidharau sana. Na Bwana nimeshawaambia. Mimi nilikuwa najiona hivi, nikienda kwa kioo nilikuwa naona kama mimi ndio nilizaliwa nikiwa mweusi ulimwenguni mzima. Hata na kuna mtu na nakumbuka kuna msichana ambaye alikuwa anatusiana. Alinitusi baka mimi nikajidharau. Hata mimi huwa napenda siku moja niende nikamtembelea. Nasikiaga aliolewa Nairobi. Nataka kwenda nione kama na kutusi na najua kwa alikuwa anatusi sana. Alikuwa anatusi watu ile hajaiona. Nasikia aliolewa Nairobi. Nataka kwenda kumuona. Lakini nilikuwa nauliza, hata siku moja nikawa nauliza, alikuwa ametoa hiyo matusi wapi? Baba yake alikuwa anatusi watu. Eliki baba yake ndio alikuwa na caution usiku. Ili mchana wakuja watutusi. Yaani unasikia matusi. Unatusiwa hii, unaekewa hiki mpaka unasikia kwamba ni kama utakufa. Wacha tu. Halafu jambo lingine. Sasa mimi nimetusiwa. Halafu by bad luck. Mimi nilikuwa miaka hiyo zamani, sijui kama siku hizi inakuwaga hivyo. Nilikuwa na stama. Na stama, unajua kusema ni kusema nini? Kutondoira. Mimi natondoira hapa mbele ya watu mpaka nashitwa kwa nini niko wapi. Nikitaka kusema kama unasema gawa
Now let me tell you, watu wa Mungu, all said and done, nikakaa hivi nashindwa tuelekea wapi. Lakini let me tell you, watu wa Mungu, all said and done, wakati ambapo mimi napendaka wale ambao wananidharau. Mimi napendaka watu ambao wanasema huyu hawezi. Hawa watu nami nafanya kazi yangu kwa moyo wote. Kwa sababu siri ni kufanya kazi kwa moyo wote. Nidharau no ni kuruta wira. Gaitosha managire na gaiko ubere. Watu wa Mungu, let me tell you, ukitaka vizuri, ukiwa mtu anakudharau, fundisha Sunday school kama vile hujaifundisha. Hata ikiwa una stama, hata ikiwa huna meno, fundisha bila meno hapo. Acha watu wajue ya kwamba Mungu ni mweza kwa kila kitu. Hata ikiwa wewe uko na nini, endelea tu hapo. Ikiwa ni kwa kwaya, ukiwa ni kama mimi ambaye hawezi akaongoza wimbo hata gani katika ulimwengu huu. Unajua siku moja, unajua today nimekumbuka kitu kingine. Unajua mimi ni wa kukumbuka. Wakitagia tuongoze wimbo. Unajua nikakumbuka, unajua mimi nakumbuka vitu mingi sana. Nikakwamba huyu ameshikwa. Nikakumbuka siku moja nilishikwa. Yaani nilikuwa hapo kwa kaburi. Unajua kwa kaburi, sasa wakati tunazika mtu, alikuwa PCA. Sasa mimi sijui nini pastor alifanya. Akanipatia kitabu, akaniambia kitabu hiki soma hii maneno. Kwa yake na Kikuyu. Nikiwe Kikuyu. Nimesoma Kikuyu. Hapo sasa ujue sasa nitahaibika hapa kwa kaburi. Taharibu hii mazishi. Mwadhani udirikana. Nakwambia nilipatiwa kitabu ya Kikuyu. Nilisoma nikauliza kaigayo kile goko. Kwani Mungu amekuja? Nikasoma. Nikamaliza. Hata nikajiuliza, ni gule yule ulikuwa nasoma au ni malaika alikuwa ametumwa hapa? Na nikatoka hapo baada ya kusoma hiyo. Nikatoka hapo bila kujua Kikuyu. Ungeniambia nisome Kikuyu kile singejua. Lakini hiyo nilijua. Nikakumbuka siku moja mtu mmoja aliambiwa aombe. Mimi nakumbuka. Kwa amejitayarisha. Wakitaka alituongoza wipo na tukaendelea vizuri sana. Sasa akaambiwa sasa ongoza wipo. Sasa maombi na akainuka. Ni kwa sababu kujua kuanza ni wapi na katikati itakuwa wapi na kumalizia. Aliambia watu kwamba tufungeni macho tuombe. Watu wakafunga macho waombe. Watu wakakaa wanangoja maombi. Wakasema kwani maombi ilikuwa na saa ngapi? Wakakuta hata yule alikuwa naomba hayuko. Ya dire. Na akaenda akifanya nini? Akiendaga. Najua mimi ni mtu mwerevu kidogo. Najua watu wajui nini nasema. Lakini mimi ni mwerevu kidogo. Kijani, unaweza kuitwa hata ukiwa hujajitayarisha, lakini Mungu anajua yote. Unakaa kama Nehemia. Sema kwamba ni mimi sitatupotea, tafanya kazi kwa moyo wote. Hawitu kwa Mungu. Sitasikia aibu, tafanya kazi kwa moyo wote. Nimtumikie Mungu wangu. Unajua kuna siri zingine watu hawajaijua. Unajua na hebu niwaambiage siri zingine. Unajua nyinyi siri zingine na najua hamjajua. Do you know there is blessings kwa kumtumikia Mungu? Na hebu niwaambie watu wa Mungu, usiwahi torokea kumtumikia Mungu. Isoni wakati mwingine watu hawajuagi ya kwamba hii kazi iko na baraka. Unajua, nawaambia ya kwamba siku moja, sijui kama nimeshawaambia hivi, leo nitawaambia. Mimi nikaajiriwa AIC. Nikatoka shule ya Biblia. Nikaenda AIC Mutukanio. Pastor alikuwa na nguvu nyingi sana ya kifedha.
Sababu mimi nilikuwa mtu ambaye sasa alikuwa analipwa pesa mingi sana, kwa sababu mimi nilikuwa nitoka university. Nikiwa university, na sasa mimi ndiye the pastor with a degree. Pastor with a degree. Sasa nimeajiriwa huko. Sasa unajua sasa wale ambao wako nyuma yangu unafikiri wako na pesa gani? In fact wale ambao walikuwa nyuma yangu walikuwa na 3,800. Na mimi na sasa niko hapo 7,000. Na hiyo ndio sadaka, ndio kila kitu, na ndio nini, na ndio traveling, na ndio kila kitu. Sasa mimi niko hapo. Sasa nikiwa huko ng'ang'ana na kabaiskeli yangu kutumikia watu wa Mungu, kutumikia watu wa Mungu. Na nakumbuka siku moja nikihubiri mahali. Nikahubiri a fiery sermon. Nilikuwa na sweat hata kuliko leo. Na sweat. Nahubiri nasema hii na ile ingine. Mpaka nasikia watu kama wataaguka na wengine wasimame. You see now? Nilipomaliza nakumbuka mama mmoja akiniambia, "Pastor kutikero daigwa." Nikamwambia hakuna kitu nimesikia. Pia kuna kitu nimesikia. Nikashitwa, "Beda ndivyo nimesweti hapo. Hakuna kitu mmesikia." Na a pastor with a degree hawezi communicate anything. Nikamuuliza, "Kwa nini?" Akaniambia, "Niangalia umevaa shati, koti na trouser na kiatu." Mimi nikashindwa, kwani injili iko namna gani? Yaani aliangalia tu ati wakati wote nilikuwa nahubiri. Hakuwa kitu alikuwa anasikia. Alikuwa anaangalia nini nimevaa. Na unajua wakati nilikuwa na ndevu nyingi sana. Hamu kunikuta wakati nilikuwa na ndevu. Nilikuwa na zinyoa hivi. Alafu sasa unaona nilikuwa na katai. Sasa katai na nilikuwa nimepata mahali kwa barabara nikavaa. You see now? Ile bwega iko ciothe. Kado batige igwa rio ndothe ni ora ndinaguo. Arigwa ndamerera Ngai mutongu ana kuyu. Acio ndaibu kuna wambia Mungu. Tamadidi. Sasa nikasema sasa huko nikawindwa na kanisa fulani. Nikasema kwamba ndongetetheka mutungatiri uhiana gonora huje kiugo kega uguo. Kanisa lingine kanitafuta. Wewe ukawa unahubiri neno kuu hivyo. Mimi nikaenda tukakaa. Nikasema sasa ni wakati wangu wa kutajirika. By the way pastor, nikaenda. Sasa mimi natafutwa naambiwa kwamba angalia vile hata mimi nakula. Nanyosha nakuraga, ako na gazi hapo ya kanisa, ako na nyumba ya kanisa, ako na pesa, naambia hii chakula nyama, nakuraga nyama kila siku inaletwa na kanisa. Nikaona kwamba anga huko niko tukuolea. Sasa mimi nafikiria sasa huko ndio nitatorokea. You know watu wa Mungu. Naona kama hutaki niwaambie hivyo. Sasa do you know? Nikiwa huko na vile tumetengeneza hapo na ile mambo inatengenezwa, nikaona iko mzuri. Nikakumbuka jambo moja ya kwamba Ngai uri urathimanaga ona kwa yeye isi no arathimire andu. Nikiwa huko hata kwa AIC, hata huko kwa AIC Mungu anaweza kukubariki. Sini Mungu anabariki mpaka watu wale wengine. Hata huko kwa AIC rudi huko, anaenda kubarikia huko. Leo huwa anajivunia kwa AIC Mungu anabariki. Ngai wetu ndiye anathimanaga. Mungu wetu anabariki. Najua wale ambao nilikuwa naangalia, maybe wakiniangalia hivi wanaweza kutamani wae kwa AIC. Wae kama Pastor Guri akiwa kwa AIC. Wale ambao nilikuwa natamani. Unajua kwa nini watu wa Mungu? Wakati ambapo unasikia kazi imekuwa mbaya na shida imekuwa nyingi, serve God wholeheartedly. Mtumikia Mungu kwa moyo wote. Na ndio kuona Ngai, toto Ngai nionekanaga. Najua siku moja nikiwa huko AIC Njoro Town. Sasa mimi Mungu ndio no coordination yangu. Dhani Mungu wakati sasa niko huko naenda kuhudumia Mungu na kwa moyo wangu wote. Watu walikuja kwa coordination yangu. Kidogo wakanipatia almost 1M, nikachukua gari KBP H59M.
hapo nahudumia watu wa AIC jirani nayo. Haleluya. Bottom up model gaini mwega chigo ciothe tondu wakati hapo hata shida iko, wewe mtumikie Mungu, Mungu anaweza kukubariki. Ndivyo watu wa Mungu. Haya, au nimalizie hapo. Oi Mungu wangu, I wish I had time. Lakini siniwaachie tu hapo Mungu. I wish I had many points. Lakini kwa sababu sitaki, unajua siku moja Laila alikuwa amesimama huko Mombasa. Sijui mtu akatoka na kiboko. Taki mtu akuje na kiboko. Asema umetukaisha sana. Lakini I wish ningekuwa na nafasi niwaambie vile watu wanaweza kumtumikia Mungu kwa njia tofauti tofauti. I wish, may God bless you mighty. Mungu awabariki na wapende. Mutoragire Ngai ucio, hiyo ndio Mungu tunahubiri juu yake. Hiyo Mungu ndio tunahubiri juu yake. Na hiyo Mungu wetu ni mwema. Hata kukiwa na upinzani wa aina gani, wewe unamtumikia Mungu. Wewe unasimama, be ready to serve God. And how can you serve God? Wewe ni kujua kwamba hata unasimama imara hata wakati you are strong, unasimama katika maombi na unaendelea kazi ya Mungu. Unajua Mungu wetu ni mwema. Nifanye mjinga hata kwa kanisa. Mzee mmoja wa kanisa anisaidia sana, anaitwa Baba Garasho. Miaka ya zamani nikiwa tu kijana mdogo. Najua tahezi akasikia hiyo. Nikiwa kijana mdogo sana. Na let me tell you, na akanigeuza mawazo yangu sana. Wakati nikamwambia kwamba ninataka kuoa. Na akaniambia, "Unataka kuoa?" Sasa akaniketisha chini. Akanipatia mawaidha ambao huwa inanisaidia mpaka siku ya leo. Akaniambia, "Wakati utaoa, usionage sana." Yaani usionage sana. Usionage sana. I will never forget in my lifetime. Nikiwa kijana tu hivi, ati nisionage sana. Unaona hivi? Na imenisaidia. Hata washiriki wanaweza kufanya makosa, lakini sioni, najifanya sioni. Imenisaidia sana. Imenisaidia sana. Kitu kingine alisaidia. Ati ukioa usiwe unasikia sana. Yaani na imenisaidia sana hiyo tena. Usiwe unasikia sana. Yaani ati kitu unaweza kusikia imeingia lakini unaiachilia inatokeza nini? Sikio ingine. Imenisaidia sana. Hata kwa kanisa. Usiwe unaona sana makosa. Na usiwe sikia sana makosa. Unajua kwa nini? Na hata upinzani usiwe unauona sana. Na kusikia sana. Wewe kazi yako ile ilikuleta hapa si kwa sababu ya wapinzani hao. Hao hawana nafasi katika maisha yako. Ile iko na nafasi ni umtumikie Mungu ubarikiwe. Umtumikie Mungu ubarikiwe. Be ready to serve God. Kuwa tayari kumtumikia Mungu. Ndamwira atoma undu twega. Nawaambia mambo mazuri. Mbarikiwe sana watu wa Mungu.